Karibuni tena katika sehemu yetu ya mwisho ya namna ya kuprint ripoti za wanafunzi na kuangalia yale ambayo yanatakiwa ili uweze kuprint ripoti za mwisho za wanafunzi. Tuanze hapa moja kwa moja, tuone yale ambayo yanatakiwa. Katika student report, kitu cha kwanza ni clear printing panel. Kwa mfano, tutaklik hapa mara moja, tuone namna gani clear printing panel. Utaselect hapa printing panel ya kwanza ni midterm 1 ambayo kwa advance inakuwa mwezi wa 9, midterm ya pili inakuwa ni mwezi wa 3, na term inakuwa ni mwezi Disemba, na annual inakuwa ni mwezi Juni au Mei. Kwa tuanze na ya kwanza kabisa midterm 1 ambayo mara nyingi inakuwa mwezi September. Kwa hiyo tutaklik kisha tutasubmit. Baada ya kusubmit, ina maana ile panel imekamilika. Baada ya ile panel kukamilika, imetuleta katika option ya pili. Katika hii option ya pili ina maana ni midterm 1 report. Tutaklik hapa, tunataka report za pre-form 5. Kisha ikiwa tumeona data zipo, ambapo lazima tuwe na weekly test japokuwa moja, japokuwa range yake ni weekly test 1, weekly test 2 na weekly test 3. Kisha lazima tuwe na monthly exam japokuwa moja, Julai tuliona ipo. Uwe na August na September, zote ziwepo au uwe nayo moja kati ya hizi. Na mwisho tuwe na current exam ambayo ni midterm 1 na max midterm 1 tuliona kama zipo. Kwa hiyo tunaweza kuprint report katika hii midterm 1. Kwa utachagua pre-form 5 na kisha utaselect class. Hii ndio option ya kwanza, utaklik hapa kisha utaklik hapa. Baada ya kuklik, utaona hizi button zinazunguka. Kwa mfano, nitaenda kuklik hii ya tatu, utaona hapa panazunguka kidogo, hapo panaendelea. Utaklik hapa, nafikiri umeona hapo kwenye printing sheet inazunguka. Tutaenda kwenye hii ya 4 arranging, tutaklik, utaona imezunguka tena, itazunguka mpaka itakapomaliza, ndio utaklik nyingine. Utaenda kwenye ranking, unaona imezunguka. Kisha utaenda kwenye set comment, unaona imezunguka, imeacha. Mwisho tutaklik kwenye next. Baada ya kuklik kwenye hii next, imefungua sehemu nyingine ambapo inatuambia ni class master comment. Class master comment, ataklik hapa kwenye pre-form 5 na kisha ataklik kwenye view current comment. Na maana view current comments, kwa mfano aliyopata grade A ataambiwa this is recommendable grade, she has to keep up. Lakini kama shule na vulana na wasichana, anaweza akatumia nafsi nyingine, labda U au vyovyote itakavyokuwa, au maneno mengine ya Kiswahili kama anaweza kueleka zaidi. Aliyepata grade B kama average anamwambia haya, grade C, grade D, grade E, grade S na grade F, wote anamwambia haya. Ikiwa amnamwambia haya au ameyabadilisha na anataka kuya save, ataklik kwenye hii ambayo ni update comment. Update comment, ina maana comment zake zimekuwa updated, lakini vile vile atarudi sasa azione kama ni zenyewe ambazo wame-update. Na kisha hatua inayofuata ni kusubmit hapa. Atakuja hapa kwenye report type, ataklik ni midterm 1 na kisha atasema confirm to report. Baada ya kusema confirm to report, hii ilikuwa ni class master ameletewa form nyingine ambayo sasa hii ni fomu mpya ya academic master. Ina maana ukiwa unamaliza hatua moja, system itakuwa inakurusha kwenye hatua inayofuata moja kwa moja. Huyu sasa ni academic master comment according to grade. Napo ataklik hapa mara moja, kisha ataona comment ambazo zipo. Akiona hizi comment zinakubadilisha, atabadilisha na kisha atasave comment, na kisha atakuja zione tena hizi zilizopo. Akiona zimetosheleza, ataklik hapa kwenye midterm 1 kisha ataconfirm. Akiconfirm, tayari hizo zimekwenda, imemletea option nyingine, imefungua discipline detail to confirm. Kwa hiyo ataenda tena hapa, ataangalia kumbe kuna data za discipline lazima aziangalie. Atasema show detail. Hizi ni details za discipline ambazo zipo. Na kule kwenye kuingiza data, mwalimu wa nidhamu itabidi aingize hizi data. Ataingiza katika option ya printing. Hii kwanza tuna print automatic. Haya, kama hazipo hapa itabidi arudi, nitakuonesha wapi pa kuingiza hizi data za discipline. Kwa hiyo naye akiona ziko correct, zimejazwa zote, na hizi ni grade, labda school rule, school discipline, respect ya mwanafunzi, willing, working, je ni hard working, presentation anaweza kufanya, cooperation na wenzake, response inakuwaje, care kwa wenzake. Hizi ni grade ambazo mara nyingi
wengi wanakuwa wanazitumia. Kwa hiyo baada ya kufanya maliza hapa kwamba ziko sahihi, atakliki hapa, atasema midterm 1 naye ataconfirm. Baada ya kuconfirm imemrusha tena kwenye school fees and other contribution. Hizi data nazo takiwa ziwe zimejazwa na mhasibu ambaye kuna sehemu yake na ataingia kama mhasibu na atajaza. Kwa hiyo atakliki hapa darasa, kisha atasema show detail. Data zote zipo, kama data zote zipo, na atakuja hapa midterm 1 ataconfirm. Akisha confirm hapa, mtu wa mwisho aliyobaki huyu atakuwa ni headmaster ambaye ndo mtu wa mwisho. Baada ya school fees, huyu wa mwisho ni headmaster. Naye tutaona atasema comment zake ni zipi huyu headmaster, na comment zake ni hizi hapa. Akiona zimekaa vizuri ata edit, kisha ata save comment, kisha atakuja atakliki kwenye view. Akiona zimekaa vizuri atakliki hapa kwenye midterm 1, kisha naye ata confirm. Akiconfirm, nani anafuata hapa? Hapa anayefuata ni class master. Class master anaingia kufanya nini? Yeye anaingia ili aweze kuangalia kwenye darasa details zilizopo. Detail gani zilizopo? Number of day attended za mwanafunzi, number of day ambazo hakuwepo, closing date na opening date. Ikiwa hizi haziko sahihi, basi atazijaza hapa. Kwa mfano, required day, labda mwanafunzi alikuwa anatakiwa ahudhurie siku 102, lakini wanafunzi wengi wamehudhuria 102. Opening date anaweza kubadilisha, anaweza kuandika labda tarehe 9 au tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2020. Hii ndio opening date Then baada ya kumaliza hapa, anaweza akakliki hapa mara moja, akasema update detail. Akisema update detail, anasema information saved, lakini unaweza ukaview tena. Tumeona nini? Tumeona kwamba number of day attended, number of day kuna closing date hapa, anaweza kajaza labda leo ni tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka 2020 au tarehe 12. Then opening date tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2020. Number of day required labda zilikuwa ni siku 95 kwa wanafunzi wote. Kisha atasema update detail. Akija kwenye view detail atakuta zile alizoweka zote zimeingia huko. Sasa kuna mwanafunzi ambaye unamjua maalum, labda alitoroka siku 5, kwa mfano huyu utasema hapa huyu ana siku 90, huyu naye tunamjua ni mtoro, alikuja siku 80. Ukitumia hapa kuedit, hautakuja kwenye update, bali utakuja hapa chini kwenye save information. Ukisave information, ukija kuangalia tena utaona zile information zako zimekuwa saved. Ukisha hakikisha hizi information za hapa zote ziko correct, unakuja huku mara moja kwenye midterm 1, kisha una confirm. Ukisha confirm hapa, kipengele kinachofuata hapa ni kuangalia tena nini kinatakiwa. Kinachotakiwa hapa ni namba za account. Kinachotakiwa namba za account, kliki tu darasa, kisha ukasema view detail. Hizi ni account name, bank name pamoja na account number. Hizi zitakuwa kwenye ripoti za wanafunzi wote, watakuwa wanaelekezwa labda namba za benki zimebadilika. Kama zimebadilika, utakliki hapa, utaweka namba zilizobadilika. Kwa mfano Exim, labda sio Exim, hii ni NMB, utasema hii ni NMB, na kisha utakliki update. Ukisema update, ukija hapa tena kwenye view utaona NMB imebadilika. Hizi information zilizoko hapa ndizo zinaenda kwenye report. Kwa namba zetu za benki ya shule ni hizi mbili. Tutaenda kwenye midterm 1, tutaconfirm. Baada ya kuconfirm hapa, sasa kilichobaki ni kuingia na kuprint moja kwa moja. Hii report ni automatic, itakupa step mpaka mwisho. Kwa hiyo hapa utaenda utachagua pre-form 5, kisha utaenda kwenye printing panel. Tukifika hapa kwenye printing panel kuna option mbili. Option ya kwanza unaweza ukaprint report moja moja. Kwa mfano hapa, hii ni report ya mwanafunzi moja moja. Na ikija moja kama hii, una right click sehemu yote, unasema print. Unaiona print layout yako. Hii hapa ndio report yako, page ya kwanza, na hii hapa ni page ya pili. Zile grade zote ndio hizi hapa. Vile viwango vya ada nazodaiwa ndio hizi hapa. Na kisha zile namba za account ndio hizi hapa. Kwa hiyo details zote zimeingia kwenye report. Kisha una click print kama una print report moja moja.
Lakini kama unataka kuprint zote mara moja, tumeweka interval ya kuprint ripoti 20 kwa mara moja. Sio ripoti nyingi kiasi kwamba ikitokea kosa unaweza kushindwa kutafuta kosa liko wapi. Namna gani unafanya? Utakuja moja kwa moja hapa, unaanzia 0 kwa interval 20, na kisha baada ya kuklik hapa 0 una click hapa mara moja. Ukiklik mara moja, ripoti zinatoka zote kwa mara moja. Kwa mfano hizi ni ripoti zote, madamu hazifiki 20, zote zimekuwa printed mara moja. Hawa kwa wanafunzi 7, kwa hiyo tunategemea tuwe na page at least 14 ambazo ndio hizi hapa. Kwa hiyo kama print yako ina print mbele na nyuma itakuwa ni bora zaidi. Kama haiprinti mbele na nyuma, basi utaprint page moja moja na utakuwa unaziambatanisha zikiwa pamoja. Asanteni kwa kunisikiliza. Huenda pati ya mwisho nije nikuoneshe namna ya kujaza hizo school fees pamoja na discipline detail katika zile sehemu ambazo zilikuja automatic wakati sehemu za kujaza data hazikuonekana. Asante na tuwe pamoja.